hasara 5 unazoweza kuzipata ikiwa utafanya mapenzi na mto mmoja kama unavyouona. Ni vizuri zaidi kuweza kufahamu kwamba kuna hasara 5 ambazo unaweza ukazipata ikiwa utafanya mapenzi una mto mmoja. Haijalishi mwanaume, haijalishi mwanamke, ni kwamba hizi hasara zitawakumba nyote kwa pamoja ikiwa utafanya mapenzi huna mto mmoja kitandani. Hasara ya kwanza kabisa ni hasara ya kutonyooshana migongo, kwa sababu kwa kawaida mto au mito inasaidia kunyoosha mgongo wakati mnapokuwa mnafanyana massage kabla ya kufanya mapenzi au baada ya kufanya mapenzi. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya hasara ambayo utaweza kuipata, kwa sababu mto mmoja hauwezi kujigawa mara mbili. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya hasara ambayo unaweza kuipata. Na pia hasara ya pili, kama utakuwa na mto mmoja wakati unapokuwa unafanya mapenzi, ni hasara ya kushindwa kumfikisha mwanamke kileleni, kwa sababu wanawake wanaweza kufikishwa kileleni ukiwa na mito mingi, akiwa amekalalia mito. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe unapokuwa umeingiza muhogo uweze kugusa kidude ambacho tunakiita kisponji ambacho kipo ndani ya kitumbua kuweza kukojoa. Lakini kama atakuwa na mto mmoja, inakuwa ni ngumu kuweza kumfikisha kileleni. Hata kama atakalia huo mto, hataweza kuguswa katika kisponji chake. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya hasara. Na pia hasara ya tatu ni hasara ya kutokatikia muhogo. Hii pia ni mojawapo ya hasara kubwa sana, kwa sababu mwanamke anapokuwa amekalia mto mmoja, inakuwa ni ngumu sana kuweza kukatikia muhogo vizuri, kwa sababu mito mingi mizuri ni ile mepesi mepesi. Kwa hiyo unapokuwa ni mto mmoja, anapokalia unakuwa umebonyea kabisa, unafanya kama kitanda. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuweza kukatikia muhogo. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya hasara ambayo unaweza kuipata ya kutokatikia muhogo. Na pia hasara nyingine ya 4 ni hasara ya kutofurahia tendo la ndoa, hususan wewe mwanaume, kwa sababu mwanaume anafurahi tendo la ndoa muhogo unapoingia wote katika kitumbua, alafu akawa anazungusha kiuno. Kwa hiyo ile hali, kwa sababu ya kukosa mtu, yani kwa sababu ya kuwa na mtu mmoja, inakuwa ni ngumu sana kuweza kuingiza muhogo wote, kutokana na jinsi ambavyo utakuwa unatumia nguvu. Lakini mwanamke anapokuwa amelalia mito ikiwa ni mingi, unakuwa unatumia nguvu kiasi, hali ambayo inafanya na yeye mwanamke anajipeleka yeye mwenyewe ili aweze kukutana na muhogo vizuri. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya hasara ambayo unaweza kukumbana nayo, kwamba mto mmoja hauwezi kutosha mwanamke akawa anahitaji muhogo uweze kuingia wote kwa pamoja. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia hasara ya mwisho kabisa ni hasara ya kutomfikisha mwanamke kileleni. Hii ni mojawapo ya hasara.